Watoto wengi wanapata changamoto za kwenye ubongo mapema kabisa, lakini wazazi wao wanashindwa kugundua hii hali, mpaka inapelekea huyu mtoto kuathirika kwa kiwango kikubwa, na baadaye wataalamu kupata shida ya kupata matibabu. Kwa hiyo unapoona dalili hizi, hakikisha unachukua hatua za kufanyia uchunguzi mapema mtoto wako. Mtoto wako anachelewa hatua zake za ukuaji, amefika miezi 8, shingo yake yaani haikazi kabisa. Mtoto anatakiwa miezi 3 shingo yake iwe imekaza vizuri, lakini imefika umri wako wa kukaa, mtoto hawezi kabisa kukaa. Huyu mtoto anatakiwa umpeleke kwa wataalamu wa afya ili wamfanyie uchunguzi mapema. Mtoto mwenye changamoto ya cerebral palsy ambaye hasiyoweza kabisa kujigeuza ana uwezo mkubwa wa kupata changamoto hizi. Changamoto ya kwanza, kupata vidonda mara kwa mara, ambayo ni hatari sana kwa mtoto wako, kwa sababu ina uwezo mkubwa bakteria kupenya kwenye damu na kwenda kuathiri damu ya mtoto wako. Lakini changamoto ya pili, huyu mtoto kupata maumivu makali yale ya mara kwa mara. Changamoto ya tatu, mtoto wako kupata changamoto ya kushambuliwa na bakteria katika mfumo wake wa mkojo na kupata matatizo ya mfumo wa mkojo wa mara kwa mara. Kwa hiyo unapoona mtoto wako ana vidonda, huyu mtoto anatakiwa afanyiwe matibabu ya haraka sana ili kuzuia asiende kupata changamoto hizi. Mtoto mwenye changamoto ya cerebral palsy ambaye hasiyoweza kabisa kujigeuza ana uwezo mkubwa wa kupata changamoto hizi. Changamoto ya kwanza, kupata vidonda mara kwa mara, ambayo ni hatari sana kwa mtoto wako, kwa sababu ina uwezo mkubwa bakteria kupenya kwenye damu na kwenda kuathiri damu ya mtoto wako. Lakini changamoto ya pili, huyu mtoto kupata maumivu makali yale ya mara kwa mara. Changamoto ya tatu, mtoto wako kupata changamoto ya kushambuliwa na bakteria katika mfumo wake wa mkojo na kupata matatizo ya mfumo wa mkojo wa mara kwa mara. Kwa hiyo unapoona mtoto wako ana vidonda, huyu mtoto anatakiwa afanyiwe matibabu ya haraka sana ili kuzuia asiende kupata changamoto hizi.